Okay, tambua sababu ya kuchelewa au sababu ya kucheleweshwa. Sio kila kuchelewa ni roho mbaya. Biblia inaonyesha sababu ambazo unaweza kucheleweshwa au kuchelewa kitu fulani au baraka au kitu ambacho umekisubiri kwa muda mrefu au maombi yako ambayo kwa muda mrefu umekuwa ukiomba. Kama nilivyosema, sio kila kuchelewa ni roho mbaya. Kuna wakati mwingine ni mpango wa Mungu. Kumbuka kitabu kile cha Mhubiri 3:1 inasema kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Kwa kila jambo lina wakati wake. Na Mungu anasema kwamba kila kitu kizuri amekifanya kwa wakati wake. Na anasema mtu mnyonge atamfanya kuwa taifa hodari, lakini point inakuja kwamba kwa wakati wake. Kwa Mungu kila kitu kizuri ni kwa wakati. Kwa japo chelewa, ingojee, maana inafanya haraka ili kufikia wakati wake. Kwa hiyo ujue kwamba sio kila kuchelewa ni roho mbaya. Iko sababu nyingine pia ambayo si sehemu ya roho mbaya, ila ni kwamba ziko sababu nyinginezo ambazo za kupelekea kitu kuchelewa. Kuna uzembe au kukosa maandalizi. Pia ni sababu nyingine ambayo inaweza kuwa ni sababu ya mtu kuchelewa kupokea kile kitu ambacho kilikusudia kukipokea au kukipata kwa wakati fulani. Mfano kitabu kile cha Mithali 6:6 hadi 11 kwa mlango utasoma. Lakini kuna sababu nyingine ni dhambi au kutokutii. Kutokutii sauti ya Mungu pia inaweza kuwa ni sababu pia ya mtu kuchelewa kupokea mbaraka wake au kile kitu ambacho kwa muda anakiomba. Nasema Mungu, mkono wa Mungu si mfupi hata ushindwe kubariki, wala sikio lake Mungu si zito hata lishindwe kusikia. Kwa baraka zingine tunashindwa kuzipokea au kuzipata kwa sababu ya dhambi. Dhambi ni mlango ambao shetani anatumia kuleta athari au kuchelewesha baraka zetu ambazo zimekusudiwa sisi kuzipokea katika maisha yetu. Kwa hiyo mara nyingi jitakase kwa damu yake, uwe safi, enenda sawa sawa na neno la Mungu, enenda kwa roho. Ili kwamba na uishi kwa roho, kwa sababu naishi kwa roho, basi unaende kwa nini? Kwa roho, ili tusizitimize kamwe tamaa za mwili. Hatuwezi kutimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo point ya msingi ni kuenenda kwa roho. Lakini pia uhusiano, kuwa na mahusiano na watu ambao wasiokuwa na tija. Kuna watu ambao tuko nao ambao ni sababu kubwa ya kuchelewa kupokea miujiza yetu au baraka zetu ambazo tumeandaliwa na Mungu wetu, au kutimiza malengo yako ambayo kwa muda fulani bila kuyafanya au uyatekeleze au upokee, kwa sababu una marafiki ambao wamekuwa wanakuvuta mashati ambao kikweli hawana tija yote, lakini wewe unaona ni wa muhimu, lakini Mungu akiangalia automatically they are not important to you. Ni sababu na ni kikwazo kikubwa cha safari yako katika maisha yako. Lakini pia kuna imani sio kuna matendo. Mungu analiangalia neno ili apate kulitimiza. Lakini pia neno la Mungu usipotendea kazi ni vigumu sana kupata matokeo. Imani bila matendo imekufa. Lazima ujue kutendea kazi neno la Mungu, mtu wa Mungu, ili ufike au utimize malengo ambayo unatamani kuyafikia. Unasoma neno lakini kama utendei kazi, basi kuna laumu sana. Kwa hiyo ndio sababu pia ambayo inaweza kuwa ni sababu nyinginezo ambazo ni sababu ya wewe kucheleweshewa kitu chako au kuchelewa kwa kitu chako. Lakini sasa kuna roho mbaya yenyewe. Sasa kuna roho au nguvu za giza pia ndio kiini kikubwa cha watu wengi leo kushindwa kupokea muujiza wao au baraka zao kwa wakati ambao Mungu amepanga. Shetani analeta vita sana katika malango ya kusudi ili wale watu wasipokee kile kitu ambacho kimekusudiwa. Hasa mambo haya yote yanategemea sana mtu aliyesema katika Bwana na kusimama katika kuzipigania, maana kila mtu ni kuhani na ni mwakilishi wa maisha yake mwenyewe. Kama utasema kwa zamu katika kuzikataa hizi roho au vifungu vikataa kwa jina la Yesu, basi ndugu yangu utakuwa unatumia nguvu nyingi, lakini mafanikio ni madogo. Sasa kuna roho ambazo zinakinga baraka zako. Kuna roho za hofu zimejengwa au kuna ukuta hofu umejengwa kwenye moyo wako au kwenye ufahamu wako. Sasa huo ukuta wa hofu lazima uangushwe, uvunjwe, lakini unavunjwa kwa njia ya maombi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hizi roho lazima
kushughulikia. Yaani tumia mamlaka uliopewa. Una mamlaka ya kuharibu, kuangamiza ili kujenga na kupanda. Lazima utumie ile mamlaka. Tuna mamlaka juu ya nguvu za giza zote, kwa sababu tuko chini ya mamlaka yake. Mamlaka chini Mungu, mpingeni shetani atawafanyaje? Atatukimbia. Kwa hiyo lazima ujue kwamba tuna mamlaka ya kufukuza hizo roho zote zikakimbia. Ushikilie hatima zetu na mipango yetu ambayo Mungu amekusudia kutupa.